Ni lulu za Kiswahili, kipindi chetu pendwa, naye Jibril Adam. Karibuni tujifunze mengi, tupate fahamu. Lulu za Kiswahili. Uhali gani na karibu tena katika makala yetu. Leo hii tutaangalia kidogo kuhusu hatua muhimu ambazo mtu anafaa kuzingatia wakati anasoma. Na vitabu hapa kadha wa kadha, pengine kama wewe ni msomi umewahi kuvipitia. Cha kwanza kinaitwa Gamba la Nyoka, kimeandikwa na Profesa Kazilahabi. Kuna kingine hapa kinaitwa Nyuso za Mwanamke, kitabu kizuri. Kuna hiki maarufu sana Asali Chungu ambacho kimeandikwa na Said Ahmed. Kuna kitabu cha kaka yangu Jini Doto Rangi Moto, Pele wa Fasihi, kinaitwa Nakupenda Jini Maimuna. Kitabu kizuri sana ambacho nataka ukisome. Kuna hiki kinaitwa Utengano ambacho pia kitabu kizuri, moja ya vitabu maarufu. Alafu kuna kitabu pendwa hiki kinaitwa Siku Njema. Alafu baadaye kuna Haini, moja kati ya vitabu vizuri ambavyo ukipita maktabani ukivipata unaweza kuvichukua ukakisoma ukafaidika. Hatua za kusoma huwa ni zipi? Moja, ukiwa unataka kusoma kitabu chako chochote kile, ni vizuri utafute matayarisho mazuri ya kutafuta mazingira tulivu, mahali ambapo hakuna kelele zozote ambazo zitaweza kukusumbua wakati unasoma. Kwa hivyo unaweza ukajitafutia mahali ukajifungia, ama ikawa chini ya mti mahali ambapo hakuna kelele ukasomea pale. Unapoteua kitabu cha kusoma, wakati mwingi una muda wa kusoma kitabu chote. Kwa hivyo unaweza ukaangalia kichwa cha kitabu ambacho unasoma, kama nilivyokuonesha baadhi ya hivyo. Kuna kile ambacho kitakuridhisha na kukuteka hamu na hisia, kwa hivyo unaweza ukakichukua ukaanza nacho. Alafu pia kuna maandalizi ya kisaikolojia kwamba unataka kusoma na sio jambo lingine ambalo unataka kulifanya, kwa hivyo unajiandaa kisaikolojia. Unapokuwa sasa umeanza kusoma, inafaa usome kwa kuzingatia maana ya kile ambacho unakisoma. Na unaposoma kuna maswali ambayo unafaa pia ujiulize, maanake maswali hayo yatakuelekeza. Unajiuliza, nani huyo ambao unamsoma? Kwa hivyo utapata wahusika pale na unaweza ukajifunza kutoka kwao. Utajiuliza ni nini ambacho kinatokea katika kila aya, kila hatua ambayo unasoma, na unaanza pia kujiuliza ni kwa nini mambo haya ambayo unasoma yanatokea. Kwa hivyo maswali hayo, kwamba ni nani yanahusika, ni wapi yanatendeka na nini kinatokea, yatakujengea ule mtiririko wa kile ambacho unakisoma. Alafu pia ni muhimu katika kusoma kwako uweze kutambua msamiati, yale maneno mapya ambayo unakumbana nayo katika kusoma. Huenda pengine unaelewa maana yake ama huelewi maana yake. Hilo lisikutatize. Unaweza ukafafanua maana kulingana na muktadha, na wakati mwingine ikishindikana unaweza ukatumia kamusi ili uweze kujua maana ya maneno hayo. Alafu pia ni muhimu kufuatilia hoja, manake katika visa ama hadithi ambazo tunasoma huwa kuna hoja ambazo zinajengana kutoka nyuma zikaja mpaka mbele zikawa zinaendelea. Kwa hivyo ni vizuri sana kushikilia hoja na kuangalia hoja hiyo ni wapi ambapo itakuja kuingia na kutoa sababu ya kutendeka kwa mambo fulani au tukio fulani au ploti fulani. Kwa hivyo ni muhimu sana kufuata hoja na matukio. Alafu mwisho, baada ya kusoma hadithi yako ama kisa chako, ni vyema sana kufanya muhtasari mfupi. Unaweza ukaandika, unaweza ukasimulia, ama ukatoa muhtasari mdogo tu wa kile ambacho umeelewa. Kwa kufanya hivyo, utajikuta kwamba umeelewa zaidi na umepata mtazamo na kile ambacho mwandishi alikuwa analenga.
Na pia ni vizuri pia unaweza ukazungumza na wenzako ambao wamewahi kusoma kitabu hicho, wakakupatia maoni yao kuhusu kile ambacho wameelewa, nawe pia kile ambacho umeelewa ukazungumza nao ili muweze kufaana. Nadhani kwa kufanya hivyo utakuwa unajenga mapenzi mazuri na hatua nzuri na nidhamu nzuri ya kusoma vitabu. Kusoma ni jambo zuri sana kwa sababu linatupatia nafasi ya kutangamana na waandishi tofauti ambao wameishi katika miaka ambayo pengine sio miaka yetu hii, wameishi zamani, wakati mwingine wameishi mbali katika jiografia tofauti, na pia unapata nafasi ya kutangamana na watu ambao bongo zao ni kali na ni nzuri na zinaona mbele, na unajifunza mengi kutokana na makala ambao wameandika. Kumbuka watu huwa hawaandiki tu hisia za ovyo, huwa wanaandika zile hisia zao nzuri kabisa ama zile fikra zao nzuri kabisa. Kwa hivyo ukijenga mapenzi ya kusoma, basi utakuwa unajinufaisha zaidi. Shukrani. Ni Lulu za Kiswahili, kipindi chetu pendwa, naye Jibril Adam. Karibuni tujifunze mengi, tupate fahamu. Lulu za Kiswahili.